Mheshimiwa Rais, mimi ndio Sifuna. Ukiangalia tuweke pesa ya serikali na tupange vile ajira itapatikana, ndio vijana wa taifa letu la Kenya wasiishi kama maskota, wasiishi kama wakimbizi katika taifa lao. Sasa nikisikia mkilalamika, nyinyi ni washenzi sana. Ni saa moja jioni majira ikiwa ni Afrika Mashariki. Leo ni Jumatano ya tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026. Popote ulipo msikilizaji, ujambo na karibu kwenye habari za Hightech FM. Jina langu ni Thomas Malinda. Naibu wa Rais Kithure Kindiki amezuru pande za Mai Mahiu kutoa hati miliki kwa mamia ya waathiriwa wa mafuriko baada ya mkasa kutokea mwaka 2024 mwezi wa 4 na kusababisha zaidi ya watu 50 kupoteza maisha. Wakati amekuwa akiendelea kutoa hotuba hiyo, mvua kubwa imeanza kunyesha na kusababisha afisa wake wa usalama kuchukua mwavuli na kukimbilia kumfunika. Hata hivyo, Kindiki amekataa na kumtaka afisa huyo kumwacha ili awahutubie wakazi hao ambao pia walikuwa wakinyeshewa na mvua. Kwingineko ni kwamba wafanyabiashara wa soko la Kitengela lililo kaunti ya Kajiado wameomba kaunti hiyo kuingilia kati na kuwakabidhi leseni za biashara baada ya kufurushwa na maafisa wa upangaji wa soko. Na mwandishi wetu wa habari Joshua King'o amekita kambi eneo hilo na ana maelezo zaidi. Taharuki imetanda kwenye mtaa wa Kitengela ulioko katika kaunti ya Kajiado baada ya maafisa wa upangaji wa soko kuzuru katika maeneo hayo na kuvurusha bidhaa za wachuuzi waliokuwa wanafanyia biashara zao kando ya barabara, huku wakifunga biashara ambazo hazina leseni. Baadhi ya wafanyabiashara ambao wamefungiwa biashara zao wameitaka serikali ikaweze kuwatafutia soko na kuwapa leseni haraka iwezekanavyo. Mimi kama mkazi wa Kitengela ama mwanabiashara wa Kitengela, tunaiomba serikali kuu ama serikali ya kaunti, tunasema hatubaduki hapa kama hatupei leseni za biashara zetu. Hawa kanchi wanatusumbua sana katika biashara zetu, ambapo tunapata hasara mingi nikiwa mwanabiashara katika mji wa Kitengela. Nikiripotia redio ya Hightech kutoka kata dogo ya Kitengela, gatuzi la Kajiado, jina langu ni Joshua King'o. Na kwenye rubaa za kimataifa ni kwamba mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff amesema mazungumzo yanayoendelea kati ya Ukraine na Urusi mjini Geneva yameonyesha dalili za mafanikio katika juhudi za kusitisha vita, huku kikao cha pili kikitarajiwa kuendelea Jumatano. Hata hivyo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepinga vikali wito wa rais wa Marekani Donald Trump kwa Ukraine kukubali masharti fulani, akisisitiza kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kuipa Urusi ushindi. Habari hizi zinaletwa kwako kwa hisani ya chuo cha kadri cha Hightech ambacho kiko eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, na ikumbukwe kuwa usajili wao unaendelea. Na kwenye habari za michezo, mwandishi wetu wa habari Michael Maundu ametuandalia habari kuhusu ligi kuu ya Kenya. Timu ya Gor Mahia imepata ushindi mkubwa dhidi ya timu ya AP Bomet. Timu hii ya Gor Mahia iliweza kushinda kwa mabao 2-1. Timu ya Gor Mahia imeweza kupanda hadi nambari 1 kwa ligi kuu nchini wakiwa na alama 43. Huku timu ya Gor Mahia itakuwa inawakaribisha timu ya KCB siku ya Jumapili ijayo kwenye uwanja wa Nyayo. Nikiripotia Hightech viwanjani, jina langu ni Michael Maundu. Na kwenye ulingo wa kispoti ugaibuni, Moses Nyamai ametuandalia habari ifuatayo. Na kwenye ulingo wa kimataifa, mechi 3 zimeratibiwa kuchezwa hii leo kuanzia mida ya saa 2 dakika 45, huku vijana wa Newcastle United wakicheza na vijana wa Karabag United FC, na pia vijana wa Bondo Glimt wakicheza na Inter Milan, pale ambapo ifikapo mida ya saa 5 vijana wa Atletico Madrid watacheza na vijana wa Club Brugge. Mwisho wa habari za michezo ndani ya Hightech FM, langu jina Moses Nyamai. Na hapo ndipo mwisho wa habari za Hightech FM, stesheni inayovuma kwa kasi. Tumejiandaa ndani na nje kukuletea habari tendeti na zilizothibitishwa. Tunasema asante msikilizaji kwa kusimama nasi. Pia unaweza kututembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii, TikTok, Facebook, Instagram au www.hightechfm.co.ke. Jina langu ni Thomas Malinda na kutakia usikilizaji bora.
from saa 12 mpaka saa 2 jioni. Tunakaa na madrop safi safi, tukichambua stories za live na ile energy massive ya jioni, ukiwa na mimi the Toto Comedian alongside I Triple M the man himself. The Night Beat Show nayo lazima itakuwa vulai. Let's recall some great men who's been fighting for our